does one know that niko na ugonjwa ama niko na shida na ninafaa kwenda kuangaliwa? Oh, okay. Sasa huwa tunasema kansa ya cervix ni silent killer, na hata jinsi ambavyo tumeeleza unapata kansa ya cervix kwa zile ugonjwa ambazo ni za kansa kwa wanawake, kansa ya cervix inakuja namba 2 badala ya breast cancer, lakini kwa vifo kansa ya cervix inatangulia namba 1. So tunasema kansa ya cervix ni silent killer kwa sababu by the time mwanamke anakuja na anakuambia hizo symptoms ambazo nitaongelea, mara nyingi utapata kuna growth already kwa cervix, na symptoms ni zile vitu ambavyo mtu wa kawaida, sio daktari, mtu wa kawaida anaweza kaona kwa mwili wake na akaja kaambia daktari, naona hivi na hivi na hivi. Sababu ya sisi kukua late kudiagnose cancer ya cervix ni kwa sababu mingi. Moja, cervix imejificha. Pili, zile symptoms ambazo akina mama huwa wanakuja nazo niseme ni vitu ambavyo ni aibu kusema. Sasa utapata mama yupo anaona kitu, anaona vitu, lakini kwa sababu ni vitu vya sehemu ya siri ama sehemu za siri, kusema, anaona aibu kusema. Na wakati unapata anafika hospitalini inakuwa imemzidi. Sasa symptom moja yao ni wakati unakutana na mzee ama wakati unakutana na mpenzi wako, after kukutana na yeye unaona kuna damu inatoka, inaitwa postcoital spotting or bleeding. Umekutana na mzee, lakini baada ya kukutana na mzee unaona kuna damu inatoka na hauko kwenye ile tunaita rangi, hauko kwenye hedhi. Ama unakutana na mzee, lakini unasikia, wakati unakutana na mzee unasikia uchungu sana, na wakati mmemaliza kukutana na mzee unaona damu inatoka. Unajua vitu kama hivi ni vitu ambavyo ni aibu sana kwa jamii zetu kuja kusema mimi nikikutana na mzee naona damu inatoka, nikikutana na mzee nasikia uchungu. Unaambiwa ni infection. Kwa asilimia kubwa ya akina mama wanaona aibu kujitokeleza na kusema mambo kama hayo. Kingine ni discharge, ambayo mara mingi ni watery discharge, ama ile discharge ambayo inakaa iko clear lakini ina harufu. Sasa mama atakuwa anaona kuna discharge inatoka, na hii discharge ina harufu na anaona aibu. Mara nyingi anaona aibu kwenda kuelezea, hata kuelezea wenzake, kuambia nina shida fulani, ninaona hivi na hivi na hivi. Inakuwa wanaona aibu kuja kusema. Lakini tunawahimiza akina mama, ukiona vitu kama hivi, tafadhali usichelewe, usione aibu, fika hospitalini, onekana na daktari, ufanyiwe kitu inaitwa speculum, tuone kama hii damu ambayo inatoka, kuvuja damu ama maji ambayo yanatoka wapi. Yes.